Kila unapopokea mshahara au unapopata faida kwenye biashara yako, usianze kutumia pesa yako kabla hujafanya mambo haya matatu. Na nakuhakikishia utakapofanya mambo haya matatu, pesa yako haitaweza kupotea kwenye mikono yako na pesa yako itaenda kufanya mipango yote ambayo unataka iende kufanya. Usianze kutumia pesa yako bila kufanya haya. Jambo la kwanza, mtolee Mungu sehemu yake kwanza. Kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 9 mpaka ule wa 10 inasema, heshimu Bwana kwa mali zako, ndipo ghala zako zitakapojazwa tele. Kwa kipindi unachoshika pesa zako, hakikisha unamtolea Mungu kwanza sehemu yake ya 10. Kama Mungu amekupa 20,000, hakikisha unatoa 2,000 kwanza. Kama Mungu amekupa 200,000, hakikisha unamtolea Mungu 20,000 kwanza, sababu kwa kumtolea Mungu sehemu ya kile alichokupa, unakitakasa kile kilichobakia. Jambo la pili, ombea pesa zako zitakaswe. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 7 inasema, maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Kwa sababu wewe unaweza kuwa umefanya kazi vizuri, lakini pesa huko ilikotoka imetoka na mizigo. Yamkini hiyo pesa uliyopewa imeibiwa, hiyo pesa ina damu za watu. Kwa lazima uanze kwa kuitakasa kwanza. Jambo la tatu, muombe Mungu akupe hekima ya kutumia pesa zako. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 na mstari wa 5 inasema, lakini mtu wa kwenu akijiona amepungukiwa na hekima, na aombe kwa Mungu. Kwa utaingia kwenye maombi, tuambia Mungu, naomba unipe hekima ya kutumia pesa hizi. Kwa akili zangu mwenyewe siwezi, kwa nguvu zangu mwenyewe siwezi, lakini Mungu, ninakuomba unipe hekima ya kutumia pesa hizi. Na nakuhakikishia utakapofanya mambo hayo matatu ambayo nimekwambia siku ya leo, pesa yako itakaa kwenye mikono yako na pia itafanya mambo makubwa.